sura 2 mstari wa kwanza. Naona tusomera wana ubutumwa bice 16 mirongo 13. Biblia yavuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mwanya bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicaye. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi ruja ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa Umwuka Wera batangira kuvuga ku ndimi kuko Umwuka yabahaye kuzivuga. Nakire neza ijambo ry'Imana. Abandi abonye Yohana, Abandi napata Yohana 16:13. Yohana sura 16 mstari wa 13. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora kuri kose. Mwalimu Mungu akubariki. Semeni haleluya. Amen. Tashime Imana cyane. Namshukuru Mungu sana kwemera kuko tuba hano, kwa kukubali ili tuwe hapa. Yaduhaye umugisha wo kuzuka, ametubariki kwa kuamka. Abangana gutya sisi sote n'abandi bari ahandi na wengine wako mahali pengine. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa kwa kazi hiyo. Haleluya. Amen. Turashimira torero cyangwa se amatorero. Tunashukuru umoja wa makanisa. Sibwo bwa mbere kutugirira icyizere, si mara ya kwanza kutuamini. Tubihaye agaciro cyane, tumechukulia kama kitu muhimu sana, kandi Imana ibaduhere umugisha. Mungu awabariki sana. Shumba Kristo mwese, wachungaji na Wakristo nyinyi wote, Imana ibagirire neza. Mungu awatende mema. Sema haleluya. Amen. Abayumbe na maombi kwa niyo department akorera Imana. Sisi ama mimi nafanya kazi kwa department ya maombi. Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Ndifuza ko tuganira Pentecost umwanya muto. Nataka kuzungumzia Pentecost kwa muda mfupi, kuko nakutangiye uyu munsi, kwa sababu haikuanza leo ndetse siku inatangiye uyu mwaka, na si kusema imeanza hii mwaka, igize iminsi, imekaa masiku mingi. Amen. Amen. Kandi ikintu kigize iminsi buriya kitu kikaa sana kimenyekana cyane nk'umugenzo, ariko ntigisigare kigira impact. Inajulikana kama mila, lakini haikuwi na mabadiliko kwa watu. Bitewe n'imyemerere, kwa sababu ya vile
kuba umuntu yarakuriye muri Sunday school, kuwa mtu amekomalia kwa Sunday school agakomezwa akabatizwa, akabatizwa, mukuri guhari uretse natwe abakristo habe n'isi yo tugiye kugera muri Christmas, mubona ko leta igenda ibishira ku mihanda. Kusema ukweli, hata tukikaribia sikukuu ya Christmas, hata serikali yenyewe inatangaza kila mahali kwa barabara, mu maduka, mu masoko, kwenye maduka ama kwenye masoko pia wanaweka vitu za Christmas. Bakanazubahiriza cyane, bamwe bakava mu miji bakaja mu byari wabo, wanasherekea, wanatoka mijini wanaenda mashinani. Amen. Amen. Ariko mwitorero, lakini kwenye kanisa ntabwo ubona ko hari ikintu abantu bitegura mu bijanye n'imirire n'imyambarire. Watu wanajiandaa kuhusu chakula na mavazi. Amen. Amen. Mtu anaona kwenye Christmas anafaa kuwa na nguo mpya, kama itapatikana kuna kushiriki maombi. Iziminsi hari jambo Paulo yavuze. Kuna neno Paulo amesema. Tuko pamoja. Bice biri mu Baroma umurongo wa 7. Warumi sura 2 mstari wa 7. Avuga ikintu cyatangaje nasanze kirimo imva za benshi. Alisema kitu kimenishangaza, nikapata kuna boma za watu wengi hapo. Yaravuze ngo abantu bashaka ubwiza. Anasema watu watafute uwema. Abantu bashaka ubwiza. Watu watafute uwema. Abantu bashaka ubwiza. Watu watafute uzuri, ama pia uwema ni Kiswahili. Ngo babishakishe ukora neza, watafute kupitia matendo mazuri bila kukoma. Abantu bakeneye kuba beza, wale wanataka kuwa wazuri. Haleluya. Amen. Ubwiza, kitu kinaitwa uzuri, ni ikintu gihangayikishije isi, ni kitu kimelemea ulimwengu. Amen. Amen. Kubera ko abantu bakeneye kuko bari, watu wataki kukaa vile wako. Umuntu akeneye kubizo umwaka umwe nyuma y'umwaka wa kwanza. Mtu anataka kuwa mweupe mwaka moja, mwaka ingine anataka kujibadilisha tena. Ni Mungu kuntu Paulo yabivuze yoshira kumete gushaka ubwiza. Msikie vile Paulo amesema vile unaweza weka bidii kutafuta uwema. Aravuga umuntu yobishakisha gukora neza adachoka. Unaweza tafuta uwema kupitia matendo mazuri bila kukoma ama bila kuchoka. Amen. Amen. Siku ya msingi kutoka kwa Pasaka. Hivyo ndio Pentecost inamaanisha. Sitaambia msingi, lakini nitaambia nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Haleluya. Amen. Natangajwe n'ukuntu Imana yamanutse usomye Yohana igice kimwe umurongo wa 14. Umeshangaa vile Mungu ameshuka kusoma Yohana sura 1 mstari wa 14. Sema haleluya. Amen. Aravuga ngo iyo Mana ngo yaraje kubana nawe. Akasema Mungu huyu amekuja kaishi nasi, wigendana nawe, akatembea nasi. Haleluya. Amen. Wotugenda kuko dukomeza kujana, vile tumeendelea kutembea na Mungu, kuri ngo tuona atari umuntu umeze kama, tukaona sio mtu kama sisi, ahubwo tuona ngo arasa n'umwana w'ikinege wasi, tukaona anakaa kama mtoto wa kipekee wa baba yake, wuzuye ubuntu n'ukuri, amejaa neema na ukweli. Amen. Amen. Msalaba Yesu
Kwenye msalaba Yesu amefanya mambo yamenishangaza. Wakati alienda Golgotha, amen, mlima ulikuwa mbaya, mahali watu walikuwa wanaogopa hadi wanalia. Mwenye alikuwa anaenda huko hakuwa na tumaini kama ataweza kurudi. Yesu alipelekwa huko, hakufanya mkutano wa kuambia mlima umeangamiza watu wengi. Amen. Aliwasili hapo, ikabadilika kuwa mahali pale hema. Wakati aliwasili hapo, ikabadilika mahali pale hema. Watu wakaanza kutamani hapo. Haleluya. Watu wakaanza kutamani kuishi kwenye mlima wa Golgotha. Na askari Mrumi alikuwa hapo. Alikuwa mtu mbaya sana. Lakini kwa sababu vile alikuwa amezeeka, wakasema hata kufuta kazi kwa sababu alikuwa anaweza kazi. Wakampeleka kwenye mlima huo ili alikuwa anatendea watu unyama. Amen. Wakati Yesu aliwasili, askari huyo akakufa kabla auawe. Alikuwa na shida ya jicho moja. Amen. Kwa hiyo wakati harakati alimpata akiwa amekufa, akamtunga mkuki kwenye ubavu. Akamtunga kwa sababu ya hasira, hana kitu kingine atafanya. Damu ya yule alikufa. Akarudi na mkuki, akaingia kwenye jicho lake, akaona. Semeni haleluya. Amen. Maaskari wanamwambia afande, maandika vibaya. Juu ya msalaba ameandika huyu ni mfalme wa Wayahudi. Wamekwambia uandika najiita mfalme wa Wayahudi. Akawambia kile nimeandika na kijua. Ni kama kusema wakati nilikuwa na jicho moja nilikuwa naandika vizuri, si kama saa hii niko na macho yote mawili yanaona. Damu ya Yesu bado iko na nguvu kwa kila mtu. Semeni haleluya. Amen. Basomya makuru wa munsi wa Pentecost soho. Tumesoma habari kisema siku ya Pentecost ilivyokamilika. Abigishwa ngo bari hamwe. Wanafunzi walikuwa pamoja kwa wakati mmoja na roho moja. Nataka kutafsiri maneno haya matatu. Haleluya. Amen. Abarinzi bavuze ngo walidumu kwa maombi na vitu vyote. Wana maombi wamesema walidumu kwa maombi na vitu vyote. Na wengine kwa kweli kutinda mwili. Nimeambia kwa sababu ya kukaa kwenye dini. Kandi tutabyigisha. Tuko na vitu mingi tunajua hata kama hatukufunzwa. Kubera kubihoramo cyane. Kwa sababu ya kukaa kwa vitu hizo. Yohana Mubatiza igihe yaje. Yohana Mubatiza wakati alikuja, ngo yaje arimo ayobera abantu bamubaza ngo isuri. Alikuja watu hawakuweza kumtambua, alikuwa anamuuliza wewe ni nani? Barababwira ngo ijwi ryurangururira mu butayu. Akamwambia mimi ni sauti ya yule anaongea jangwani. Ngo mutunganye inzira z'Uwiteka. Andaeni njia za Mungu. Babwiza ukuri. Naambia ukweli. Yohana yavuze Pentecoste. Yohana alizungumza kuhusu Pentecoste. Alivuga mu buryo buremereye cyane. Akaizungumzia kwa uzito. Bugoye kuri ubu.
Ni ngumu kwa leo. Semeni haleluya. Amen. Kuko yaravuze ngo umuntu wese yihane. Kwa sababu amesema kila mtu atubu. Yohana ni kanisa jana ni mtarudi kutarira mwana. Yohana ndiye alishindwa kanisa vile alianzisha. Abantu baje kubatizwa. Watu walikuja kubatizwa. Wakaza basubiza kwa mwanzo mugende mwere mbuto zihwanye nabii. Anawarudisha na anambia endeni kwanza mzae matunda yanatoshana na wale wametubu. Semeni haleluya. Amen. Abantu bakaza kuprikate mababaza ngwese. Watu wa kijiji wanakuja na wauliza, "Nukuri mwezi mbuto zikwiriye abihanye." ni kusema ukweli umezaa matunda yale yanafaa wale wametubu. Mwanze musubire. Rudini. Haleluya. Amen. Wakaza bakozi. Watumishi wanakuja. Turabona ko tuvuye mu kazi twari tuje ngo tubatize. Unaona tumetoka kazi tumekuja utubatize. Toya ni musubire uje kuanza kwenda. Anawaambia rudi tena. Bwana sifiwe sana. Amen. Yohana, watu walikuwa wamekuja na pesa na warudisha. Bwana sifiwe. Amen. Wasikare bala. Majeshi wakakuja. Akaambia endeni mtosheke na mshahara mnayopata. Mtumikie wananchi vizuri. Alafu mzae matunda kulingana na kazi nzuri. Yohana kanisa limemshinda. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwa nini? Hakuwa nataka umati. Alikuwa nataka watu wachache kwenye Injili. Wale wanaweza tumwa ili wabadilishe watu. Biblia yavuze ngo bose, Biblia imesema wote walikuwa mahali pamoja. Nukuba bafite umurimo umwe, Ni kumaanisha walikuwa na kazi moja. kandi batekereza icyo Yesu yababwiye. Walikuwa wanafikiria kile Yesu alichowaambia. Niko kubango bari bategereje kasezerano y'abasezerano. Kama walikuwa wamengoja ile ahadi ya Yesu. Semeni haleluya. Amen. Bose bari hamwe. Wote walikuwa pamoja. Nukuba bafite umurimo umwe, kandi bategereje kuhindurwa bose. Walikuwa na kazi moja na wanangoja kubadilishiwa kazi wote. Shaka Biblia yavuze ni mu mwanya. Na pili amesema ni wakati mmoja. Amen. Amen. Mu mwanya umwe, Kwa wakati mmoja bari mu cyumba, walikuwa kwenye chumba. nukuba ngo bari mu cyerekezo kimwe, bose bari bafite icyerekezo kimwe cyo gutegereza. Walikuwa na maoni moja ya kungoja. Icya gatatu kivuga ngo bari bahuje umutima. Na tatu anasema moyo ulikuwa pamoja. Guhuza umutima, Kuwa na moyo mmoja nuko umutima nta kindi urarikiye uretse amatsiko y'ibyo Yesu yababwiye. ni kuwa moyo hauhitaji vitu zingine isipokuwa ni vile wameongea na Yesu ama ahadi Yesu aliyowapa. Amen. Amen. Kawimana wetulie umutima, umumwira nijafuse. Omuka w'Imana wetulie umutima, umumwira nijafuse. Omuka w'Imana wetulie umutima, umuntu yiganije byose. Mitima yacu ivuga riti uganira icote. Yakira nitishima kuko nishobora kuguhiza n'ubwenge. Ijwi rye ryongorera mu mitima yacu uvuga riti uganira icote. Yumvigazwe inshuti yagira nitishima kuko
wakati wa kungoja Roho Mtakatifu. abantu baba bameze Watu wanakaa namna gani? hari abantu benshi baba batawanyika. Kuna watu wengi wanakuwa wametawanyika. Imbaraga za Mwuka benshi bakoreye muri Ruyenge isa nkaho ari Mungu atari umwuka. Watu wengi wamefanyia mahali na fanana na Mungu sio. Nkaho buzuye Mwuka kandi barafashwe na Mungu. Inaonekana kama amejaa Roho Mtakatifu, kumbe si Roho Mtakatifu amewajaza. Amen. Semeni haleluya. Amen. Hari igihe kindi n'abantu bagira ngo buzuye Mwuka kubera kuko dusirinze. Kwa wakati mwingi watu wanafikiri wamejaa Roho Mtakatifu kwa sababu wamecheza. Kandi ni ukuri bari muri Mungu. Na kwa mtu. Uko inzoga zishira muri Mungu. Hata pia pombe inaweza kufanya ile kwa mtu mwingine. Kandi Yesu yazanye marangamutima. Yesu hakuleta hisia. Sema ukweli, Yesu hana hisia. Yazana marangamutima. Angekuja na hisia, hange acha Yohana korokoroni. Kwa sababu Yohana pia naye alinishangaza katika gerezani kwa depression. Akatuma watu waende niulizie kama huyo mzee ndio Mesia. Mimi nawabatiza na maji, yule atakuja baadaye atawabatiza kupitia Roho Mtakatifu. Semeni haleluya. Amen. Tena huyo haistahili niguse kwenye kamba za kiapo yake. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha ni mwenye cheo, mwenye amejaa nguvu. Wanafunzi akiwaambia hivyo, semeni haleluya. Amen. Walikimbia kumuona Yesu, wakamuuliza, je, wewe ndio Mesia? Ama tungoje mwingine atakuja? Hakuwajibu. Akawaita walemavu na vipofu, akawaponya na wengine akawapa uwezo wa kuona. Amen. Nilimaliza kazi hiyo. Akapea ujumbe wa kupelekea Yohana, mumwambie ni nini mmeshuhudia. Lakini mwambie heri kwa yule maneno yangu hataangusha. Neno hilo limenishangaza. Yule maneno yangu ama kazi zangu hazitaangusha. Ni kumaanisha wakati mwingine ahadi inaweza kupitisha kwenye gereza na uendelee kuzaa matunda yale yanafaa yule ametubu. Semeni haleluya. Amen. Ni wakati unaweza pitia wakati mgumu, uwe maskini, ukose pesa, lakini ukipewa pesa za mtu mwingine uzifikishe vizuri vile umepewa. Ni wakati unaweza pata nafasi kazini vile unaweza iba pesa, lakini kwa sababu unamwamini Mungu unakosa kuiba pesa hizo. Na kwenye maisha magumu, Yesu akamwambia heri kwa yule maneno yangu ama kazi zangu hazitamwangusha. Semeni haleluya. Amen. Wakati Yesu alikuwa anawaaga, amemuuliza maswali mengi, wakamuuliza hii ministry wewe umeianza au kupata tukiwa nayo? Amen. Amen. Nimechukua muda kweli, watu wanakaa usingizi. Bado ni mapema. Nimekaa sana. Haleluya. Amen.
baramubwira ati iye wari utangiye ministeri kandi tubona ko yari maze wazukiza abantu wazusengera abantu babona abantu benshi badukurikiye. Akamwambia unaenda wapi? Na ulikuwa umeanza ministry ya ukaombea watu wanapona na watu wengi walikuwa wameanza kutufuata, unaenda wapi? Wakati mzuri tulikuwa tumeingia kupata maisha mazuri, unaenda wapi? Yesu akawaambia kitu muhimu, mimi niende. Sababu gani? Ni kwa sababu siku ya leo naweza kuwa niko Kitengela lakini watu wako Kayole wakose kuniona. Lakini nikienda Baba akubali, tutamtuma Roho katika jina lake. Semeni haleluya. Yesu yatwaye amasezerano abiri. Niyo madeni Yesu yakuye hano kwisi. Yesu ameenda na ahadi mbili, hizo ndizo deni Yesu ametoa. La kwanza alifika huko akasema nikifika huko nitaambia Baba awatumie msaidizi. Msaidizi huyo akikuja atafanya ulimwengu wakubali. Kwa nini? Yeye anafanyia kazi mafichoni. Roho Mtakatifu anafanyia kazi mafichoni. Semeni haleluya. Amen. Lakini nguvu za Roho Mtakatifu zinaonekana hadharani. Amen. Amen. Akaambia uzuri mimi niende. Wakabaki na hofu sana. Lakini wakati alitoka hapo akaenda, mawingu wakati alishuka, semeni haleluya. Mmoja akamwambia vile mnaona akienda hivyo hivyo ndio atarudi. Bwana sifiwe sana. Amen. Wakati bado alikuwa hapo, walikuwa wanafikiria mwelekeo wao. Yesu akaendelea kuwaonekania kwa siku hizo. Akaendelea kuwaonekania siku hizo. Amen. Wakati Roho Mtakatifu alishuka, Yesu alikuwa amewaambia neno muhimu. Alikuwa amewakanya kusambaratika. Kaeni kijijini. Ni kama kuambia kaeni hapa kwa sababu mjapata stakabadhi za kufanya kazi. Nataka kuwatafutia passport, zikishakuja ndio mtaanza kazi ya kutangaza Injili. Amen. Siku Roho alishuka. Ilikuwa siku ya Pentekoste kwa sababu Wayahudi wanasherehekea siku ya Pentekoste. Hawakuwa wanaisherehekea kama watu wa roho, ilikuwa ni mila yao. Walikuwa kwenye mji, nchi yote ilikuwa imekuja. Watu wa mikoa tofauti walikuwa wamekuja kusherehekea. Semeni haleluya. Amen. Roho aliwashukia. Lakini nimeshangaa. Roho wakati aliwashukia hawakuongea lugha ya Galilaya peke yake. Wakaanza kuzungumza Kigombo. Semeni haleluya. Wakaanza kuongea kwa lugha ya Rwanda. Kila mtu yote alikuwa hapo. Akasikia wanaongea lugha ya kwao. Msikie Roho. Kakuja lugha zinatoshana na watu walikuwa hapo. Wakihubiri kila mtu anasikia kulingana na lugha yake anaongea. Semeni haleluya. Maneno haya kawa mazito mioyoni mwao.
ko Yesu bafite icyo bapanga cyangwa se bagenda. Mkumbuke Petro alikuwa ndani ya wale watu walikuwa na uoga ili watu wasikuje kutambua kama kuna uhusiano na Yesu. Ni yeye, ni Petro. Amen. Amen. Lakini Roho wakati alishuka, Roho anaishi kwenye uwanja wa taifa. Ama ndio. Kama hauna Roho uko na uoga. Kama hujajaa Roho Mtakatifu unakuwa na uoga. Amejaa uoga. Amen. Naambia ukweli. Kuna sababu mnafikiria Petro hakukuwa muungwana kwa sababu amemkana Yesu. Hata wewe unaweza mkana. Ukiangalia matendo alikuwa anafanyiwa. Kama hauna Roho Mtakatifu unaweza ngoja viboko hizo. Lakini watu nitoe mfano. Kama unaweza umwa na njaa ifike wakati ufikirie kuiba. Fikiria viboko za Warumi. Amen. Kuna mtu unasikia akisoma Gehazi. Unasoma vibaya Gehazi. Gehazi alikuwa anahusika kuletea Elisa habari za nje. Kina Gehazi anafaa kuwa ndani ya kanisa. Semeni haleluya. Amen. Kuna watu wanasema Gehazi la. Amen. Amen. Petro akatoka nje na kuambia kitu mnafikiria kiko na hakiko. Hata kama tukwe walevi. Hakuna klabu ya saa tatu asubuhi. Hakuna problem. Hakuna klabu inaweza kwenda ufunguliwe hii masaa. Ilikuwa ni siku ya Pentecost. Hakuna klabu hata moja imefunguliwa hii masaa. Lakini niko na habari ya nini kilichotendeka. Habari ni gani? Akaambia yule mliomuua. Semeni haleluya. Mkamsulubisha kwenye msalaba. Yeye ndiye amefanya hivi. Mnazungumza maneno haya na tutumba kwenye moyo, tutafanya nini? Akasema mtubu na mkubali, mtapona. Semeni haleluya. Vile kulikuwa kunaenda hivyo. Ilikuwa wakati mzuri wa kuzaliwa kwa kanisa. Pentecost ni anniversary ya kanisa. Ni kuzaliwa kwa kanisa. Petro asubuhi moja alianza na washirika 20. 3,000 sorry. Semeni haleluya. Amen. Kuna mtu anaweza sikia neno na afurahi. Na yule asikie neno na kuwa na huzuni. Amen. Na yule anaweza sikia neno apoteze mwelekeo. Na kuna yule anaweza sikia neno ajaye chuki. Amen. Amen. Lakini cha kushangaza nini? Kwa mtu amesikia neno kulingana kile kiko ndani mwake, kile kilipo ndani mwake, hicho ndio kinafanya neno liweze kufanya kazi ndani mwake. Amen. Kile tunangoja neno liweze kufanya, sio kicho, sio hivyo Roho Mtakatifu analeta.
Unaweza ngoja watu wabarikiwe, wacheze, walete jasho, lakini sio hivyo. Unaweza sikia hili neno mkiwa mmeenda. Amen. Wakati mmeshaenda. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya majukumu ya kufanya watu waweze kuelewa. Semeni haleluya. Amen. Iyo mukamaze kumanuka ikintu cha mbere kwaza kubita mu muntu. Roho Mtakatifu akishachoma kitu cha kwanza anapigana nacho ndani ya mtu. Bwana sifiwe. Amen. Wazaza kumaruko hagati. Anakuja kuondoa uoga ndani ya mtu. Kuna mambo mengi yanaletwa na uoga. Kudanganya ni uoga na kwa mmekushika. Uoga ndio unafanya udanganye. Amen. Ukweli unaishi pamoja na uongo. Kulingana na kile umeamka ukiwa umevaa. Lakini kama kuna kitu muhimu, kama Roho hajakuja kwa watu, hawezi kubali Mungu kama Mungu. Wanakubali fikra zao kama ni Mungu amewaambia. Wakati Yesu alienda, walisema kazi ya Yuda itafanywa na nani? Hawakusema tuombe. Alisema tufanye labda uchawi. Ama tucheze kamari wakati Roho hayuko. Wakacheza kamari. Kama mnaona uongo tunao siku hizi. Wanasema imetoka kwa wenye maombi. Ni upungufu wa Roho. Semeni haleluya. Amen. Roho. Amen. Amen. Roho Mtakatifu. Asante mchungaji. Wacha niwaambie neno hili alafu tumchezee Mungu. Wakati mahali hakuna Roho, watu wanatunga habari. Watu wanatunga habari, wanasema imetoka kwa Mungu. Watu wanatunga habari, wanasema Mungu ndiye ametuambia hivyo. Amen. Kama Roho amehama ndani ya watu, kutoka ndani ya watu, kitu kinakuonyesha ni vile mtu haamini mwenzake. Naambia ukweli wa Mungu aliyoniita. Mtu mwenye anaomba hawezi sema mtu fulani siza kwa mambo yenye sio mazuri. Mungu anaweza huzunishwa na mzee anaweza simama kwenye madhabahu aongee habari za mtaani. Wacha niwaambie neno hili. Neza bababwira makuru ngo nishe umuntu. Wakiwaambia habari labda mimi nimeua mtu.
ugahura gutya nawe twamubonao yanshishuti uko nyine ukunda azareba kwicaye. Ukipatana na yeye ukiniangalia hivyo nasema vile anaangalia kweli ni muuaji. Lakini mnajua binafsi wa mtu inabaki kulingana na vile wamekuzungumzia. Hiyo ni kuokoka. Semeni haleluya. Amen. Si kuokoka. Mnajua ile unyama wazee wametendea Yesu. Wakina Petro wamejaa Roho Mtakatifu kwa vile akasema akina Elia na Elisa, moto ushuke wachome kwa sababu yeye ndio umemuua. Lakini ukishaokoka na Roho awe ndani mwako, Biblia inasema ni mafuta. Hakuna kazi nyingine ya mafuta. Ni ili ifanye mwili wetu ukue nyororo, halafu tuishi vizuri. Hakuna kazi nyingine ya mafuta. Ni ili mwili wetu usiparare. Lakini hakuna kazi nyingine ya mafuta. Roho Mtakatifu ni mafuta na kuja kufanya ile mioyo ikuwe mikunjufu. Yule mtu unamuongelea vibaya ni kwa sababu umeparara, kwa sababu yule ameparara na kuwa na ngozi mbaya. Roho anakuja kutupaka ili tuonekane vizuri mbele za watu watupende. Na hatukuwa hivyo kabla tuokoke. Amen. Niyo mambo rero tukeneye Mwuka w'Imana kugira ngo yimure muzi tuli. Ndio maana tunahitaji Roho wa Mungu ili aondoe. Mnajua ulimwengu tunayo siku hizi ni mrefu kwa chana. Tazameni vile tunajaa roho. Nimeshangaa tunarudi kwa nyumba bila kusikia kile mwenzetu amezungumza. Na jiswali, je, lugha hizi tunaongea ni zile zile? Nikaona ni udhaifu. Tunajiswali na tunakosa majibu. Kwa sababu tumeongea maneno lakini tafsiri hakuna. Amen. Roho akishukia mtu anakuja kumbadilisha kuwa kiumbe kipya na endelee kuwa mpya. Amen. Wacha niwaambie. Biblia inasema kwa kuumba ulimwengu Mungu amechukua vumbi. Kwenye udongo alitoa vumbi akatengeneza binadamu. Akaweka pumzi ya uhai. Mtu akaishi. Semeni haleluya. Amen. Mmeshangaa vile roho ni nguvu. Vile anaishi ndani ya mtu mdhaifu. Anamwacha mtu anaendelea kujisifu matendo yenye hafanyi. Mbele ya wengine anaendelea kujisifu. Lakini akitoka hapo roho anamtembea na mabio alikuwa anadanganya. Semeni haleluya. Kwa nini? Roho akishatoka ndani ya mtu hakuna kitu mtu anaweza kufanya. Mtu anaweza fanya maovu yote. Kitu cha kwanza kinadhihirisha kama Roho Mtakatifu ametoka ndani yako, unakuwa mtu wa kujivuna sana. Tena hakuna yule ndani mwetu anaweza penda gari ipite kando yake pige vumbi. Gari ikipita karibu nasi itumwangie matope.
Sema ukweli, unakuwa umechukia mama yako kwa sababu mzazi wa mtu ni udongo. Wacha tafsiri hapo vizuri mweze kunielewa. Mwanzo Biblia inasema mtu anatoka kwenye vumbi. Angalie vumbi inachukia mambo mawili. Inachukia upepo kwa sababu upepo na upeleka mahali hautaki. Na cha pili, vumbi inakataa, inachukia maji kwa sababu maji inafanya vumbi iwe matope. Lakini Mungu akaomba mtu, akampa upepo wa kupepeta vumbi hilo. Akamwambia kuna kunywa maji na ingine waoge. Maji ni vumbi, kuimwagia maji inabadilika kuwa matope vumbi hilo. Lakini angalia vile unakaa kwenye bafu ukioga, lakini mkono haiwezi badilika kuwa matope. Unasema huyu mwaka hatuna shukrani kwa sababu hakuna kazi Mungu aliyofanya. Mungu hakuna kazi aliyofanya na wewe unakaa kwa maji na umetoka kwa vumbi. Mtu ni matope, Biblia inasema hivyo. Majivuno ni nini? Ama majigambo? Kwa nini majigambo haiwezekani? Mtu wa kujivuna watu hawapendi. Mtu akijivuna hapo amerushia watu vumbi. Semeni haleluya. Amen. Alipomuka wimani amaze kumanu. Lakini Roho wa Mungu akishashuka, anakukosoa na kuwa mtu mzuri na kuwa kielelezo mbele ya wengine. Semeni haleluya. Amen. Biblia yangu zengwazo kuikisha. Biblia imesema atatufunza. Tuambie ile kazi nafanya mbinguni ni kumaanisha yeye anaishi mbinguni kwa sababu ako na mbinguni. Anajua kile Mungu wetu anafikiria na anatuambia ni nini Mungu anafikiria. Semeni haleluya. Amen. Kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu, ibada zimetushinda pia na maombi yametushinda. Sisi sote ndio na maombi. Lakini tunapanga siku ya maombi. Siku ya maombi ikifika, unasema mtoto ni mgonjwa, mimi sitakuja kwenye maombi. Wewe sio muuguzi, hautampeleka hospitali. Unalala unasinzia, wengine wakiendelea na maombi. Sema ni udhaifu umekuwa nao, lakini homa ni kawaida kwa mtoto. Naambia ukweli wa Mungu. Kama tumesema Tuesday tutakuwa na mkesha hapa. Ofisi ya mbinguni inahusika na kuandika kazi za Mungu tunazofanya. Mwenye hapo kazi siku hiyo anafaa kuangalia kama kile kitu tumeahidi Mungu kama tumetimiza. Wana maombi siku hizi, maombi yamekuwa mzigo kwetu. Muangalie vile mnatoshana. Lakini mtu anakuwa na namba ya ule mwenye anamuombea. Sema ukweli, uko na nambari nitakuletea shida. Maombi ni maisha ya kila mtu yote anapumua. Amen. Maombi ni maisha yako.
amusuja mu cyaro yanagaruka agashikira mu gikona akubita abana akabasengera akazateka abahonga. Angalia kina mama huyu ameenda huko kazi, anarudi kwa nyumba, anaanza kupiga chakula, akipiga watoto bila kuwaombea. Kandi yarabonye igihe cyiza cyo kubasengera igihe anatasha akazagaruka ngo bazakubagana akaba. Kwa sababu amepata nafasi ya kuombea watoto, kwa sababu ametoka kazi na amerudi kwa nyumba, anaanza kuwapiga. Na ufikirie kama maombi ni maisha. Fikiria siku uliomba kwako. Nimeshangaa nilienda mahali nikaenda Sunday school mapema. Nikauliza mtoto, je, kwenye wanaomba? Nasema hapana. Mtoto ni wazuri kweli. Sanga ushaka kushukamo abantu basenge cyane hano kuko bazaheruka yangaye bagasubira bakabwira. Watu mkwe mnawapea nafasi na waombe hata kwa sababu wanaomba leo Jumapili, wanaomba tena Jumapili nyingine. Biblia yarambwiye ngo amasengesho y'umunyantege nk'iyo umuntu udashobora kusenga isani. Biblia imesema maombi ya mdhaifu. Maombi ya mdhaifu ni risali moja. Musiko Yesu yazamukanye n'abigishwa batatu Yohana. Unajua Yesu alipanda na wanafunzi wake watatu, Yohana na Petro na Yakobo. Walifika kwenye mlima wakaanza kusinzia Yesu kuja kuuliza kumeendaje. Sisi tunajaa roho. Toka wakati wa Petro. Usigisi bado hajakupeleka katika kanisa. Unagusa mtu unamuuliza umeanza kusinzia. Anasema hapana, nilikuwa nafikiria. Nilikuwa nafikiria lakini sio usingizi. Yesu alirudi mara tatu. Mumeshindwa kuomba, basi jaribu muombe risali moja. Naambia ukweli, kitu hicho nimekiswali roho nikashangaa. Mtu anaweza omba risali akiombea nini? Nikashangaa sana. Wakati mmoja nilikuwa na vijana watatu, lakini nipiga magoti nikawaombea. Nikaombea kwanza, kaambia Mungu, nchi hii inakuanga na roho mingi, epukana mtoto. Umpende mema, mpende mama mzuri, mpende watoto. Akuwe mtumishi wako na watoto wake nimewaombea. Watoto wao nikaendelea kuomba, nikafika kwenye kizazi cha 5. Nikachukua mwingine mdogo. Nimeshangaa na kuwa mtundu na fikiri ni kama plastic. Mungu, huyu mtoto angekuwa ni wako vile na kuanga mtundu. Nikaombea sana. Nikaondoa vitu za mila na familia hizo zote nikazitoa. Nikaipiga, nikapigana na vitu za mila na desturi zetu za nyumbani. Nikaombea watoto wangu, nikafikisha kwenye kizazi cha 5. Naambia ukweli, nilipiga magoti ilikuwa saa 6:18. Niliomba nikiwa nimeenda kulala. Nikamilisha maombi ya kijana wa pili, nikasikia mama yao ameanza kuamsha waende shule. Nilikuwa nataka kuombea pia mtoto wangu wa 3. Sema naombea watoto na mama yao anagojeka. Je, umeshikwa na wazimu aje?
turasenga ngo tujyane ukavyutsa abana none ngo baje kwishuri. Tunaomba tulale na wewe naamsha watoto waende shule. Ati saa 12 zao. Nasema saa 12 imeshafika asubuhi. Mureke babwize ukuri. Wacha niambie ukweli. Natekereje abanyetorero dusengana. Nimefikiria wale tunashiriki na wao. Tekereza uko nari kubasengera ngasengera abana babo. Nikafikiria vile ningewaombea na niombee watoto wao. Ngasengera abavandimwe tuvuka na ngasengera umuryango. Niombee mandugu zangu pia niombee familia. Sanga bareverati bova mu kanisa. Nikaona maaskofu hawezi toka ndani ya kanisa. Mumvisha bova. Nasikia wanaweza toka. Umuntu wewe umwanya wo gusenga n'isaha y'umukabati Imana ngo yenda. Ukikosa nafasi ya kuomba unafaa kuomba lisali moja.